in a variety of courses. Choose Kamal Park Training College. Hello, what's up my beautiful people? I go by the name Aleka Alex. Na ndani ya Ndizi TV Africa from ile show ya Urban Blaze. We just want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Stay safe, stay tuned ndani ya Ndizi TV Africa. Kwa ile show ya saa 8 hadi saa 10 inajulikana kama Urban Blaze with your favorite host Aleka Alex. Top shooter. Merry Christmas. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa popote pale ulipo, ikiwa kwamba leo hii ni siku ya Jumanne tarehe 30, ya kwamba ni tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2025. Tunakaribia, tumebakisha siku moja ili kutamatisha mwaka huu, ikiwa ni Jumanne ya mwisho wa mwaka 2025. Na tunapozidi kusonga mbele katika na nikukaribisha katika taarifa zetu za Ndizi saa moja. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi, mwelekezi wangu ni Alex Mungare. Naam, karibu katika taarifa zetu, tukianza kutoka ile kaunti ya Migori. Ni kwamba shughuli za kibiashara na usafiri zilitatizwa katika eneo la Uitembe, eneo bunge la Kuria Mashariki. Hii ni baada ya wakazi kutaharuki kufuatia milio ya risasi iliyosikika wakati wa operesheni inayosemekana kufanywa na maafisa wa usalama usiku wa manane. Tukio hilo liliacha maduka yamefungwa, mitaa ikiwa tupu na mifugo ikizurura ofyo, huku nyumba kadhaa zikivamiwa na kuharibiwa. Wakazi wameripoti hasara kubwa, zikiwemo uporaji wa bidhaa za madukani, wizi wa mifugo pamoja na watu kadhaa kujeruhiwa kwa risasi. Aidha, mfanyabiashara mmoja amedai kuwa watoto wake wawili hawajulikani walipo baada ya duka walimokuwa wakilala kudaiwa kuvamiwa. Viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na mgombea ubunge wa Kuria Mashariki wakili Paul Kibiriti na MCM teule maalum wa kaunti ya Migori Tyson Kemege wamelaani vikali tukio hilo na kuituhumu serikali pamoja na vyombo vya usalama kwa kushindwa na kuwalinda raia kutoka eneo hilo. Mwandishi wetu wa kaunti ya Migori anatuarifu zaidi. Shughuli za biashara na usafiri katika maeneo ya Uitembe zimesitishwa baada ya wakazi kushtuliwa na milio kadhaa ya risasi kufuatia operesheni inayodaiwa kufanywa na maafisa wa usalama katika eneo hilo. Ziara katika kituo cha biashara inaonyesha maduka yaliyofungwa, barabara tupu, huku mifugo ikizunguka bila udhabiti, pamoja na nyumba kadhaa zilizoharibiwa usiku wa kuamkia leo. Tukio hili linaongeza hofu ya usalama inayohusishwa na migogoro ya mpaka wa Angata Barikoi ambayo imeendelea kwa zaidi ya miaka 4. Wakazi wanalalamikia hasara kubwa, ikiwemo bidhaa za dukani kuporwa na mifugo kuibiwa, huku baadhi ya watu wakipata majeraha ya risasi. Kama sisi wa mama tuko na shida sana. Ndio kama mimi mama najisaidia, wamechukua makondoo kama makuku na biashara ambavyo tunafanya vidogo vidogo vya kusaidiana. Situkia milango inagongwa tu kutoka na kamatwa na bigwa na haribu kitu gani. Sasa nalenga hiyo na kuistia hapa ni wakara wanaongea kikara ninavisikia wakara nchini warumbo. Sasa nanyang'anywa ng'ombe sabuali ngapi na hiyo maskale ya Ngata sabuali 3 ya 3 ni mbuzi 11 na ng'ombe 1.
Katika tukio linalowahuzunisha wengi, mfanyabiashara mmoja na mkazi wa Gwitembe bado hajafanikiwa kuwapata mabinti wake wawili baada ya duka walimokuwa wakilala kuvamiwa wakati wa operesheni hiyo. Wakati nimesikia marisasi, nikaamka kutoka nyumbani. Kukimbia nikakutana na maskari hapo wakanirudisha. So sasa nimekuja wakati umetoka nimeingia hapa. Kwenda kufika kwa nyumba, duka imefunjwa. Watoto hakuna mtoto kwa duka, nimejaribu kutafuta watoto, sijapata watoto. So ile vitu yenye ilikuwa packaging ndio walichukua. Walikuwa wanachukua wakirusha kwa gari. So sasa sijapata watoto, nimepata mlango iko wazi. Nimejaribu kutafuta watoto tangu asubuhi mpaka sasa hivi. Naona tumejaribu kwenda Mtimaru police station tuandike statement, hospitali ametufukuza. So sasa ndio nilikuwa najaribu kutafuta watoto, nikaenda mpaka Tanzania. Nimepatana na huyu mzee. Kwenda kuona alama zenye amepigwa, nimeona ngoja nimbebe nikuja na yeye apeleke hospitali. Watoto walikuwa ni wawili wasichana. Mtoto wa miaka 12 na mtoto wa miaka 4. So hao ndio walikuwa natafuta. Watarudi. Hata hao watoto wenye wametoroka sio kwa hata watoto wenye wamesimama hapa. Kuna mtoto amekula chakula. Hata chai hakuna mtoto amekunywa. Ukienda kuingia tu unafukuzwa na marisasi. Kwani hao watu wenye wako hapa, hata mtoto kama huyu ni mtoto wa miaka 5. Sinaona mtoto wa miaka 5, miaka 7. Sasa mtoto kama huyu unampigia risasi. Unataka kuwa mtoto kama huyo mtoto wa miaka 8? Serikali anaruhusiwa kupiga raia, maana anaruhusiwa kulinda raia na mali yake. Yeye ndiye anakuja na kupiga na kunyang'anya cha niko nacho anaenda nacho. Anachuaje hizo vitu vyenye wakuja kubeba kama ni za loan? Zitalipwaje? Viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na mgombea ubunge wa Kuria Mashariki wakili Paul Kibiriti wamekemea vikali tukio hilo, wakisema kuwa serikali imeshindwa kutekeleza wajibu wake wa kulinda raia na badala yake imewageukia kwa nguvu. Watu wetu wa Gwitembe wameingiliwa na askari wa serikali yetu ya Kenya kwa kuwapiga na kuwabora. Wamebeba kutoka kwa maduka, wamefunja na kuumiza watu wengi zaidi. Na katika sheria ya Kenya tunaelewa kwamba serikali inastahili kuprotect mali ya wananchi. Lakini siku ya leo tumeshangaa sana. Si operation yoyote imekuja kufanywa, bali ni majambazi kwa jina ya serikali wamekuja kwa authority ya watu ambao wametunyang'anya shamba na hatuna chakula kwa minajili yao peke yao. Kibiriti pia amekosoa mamlaka ya polisi kwa madai ya kuwanyima waathiriwa nambari za kitabu cha matukio au OB na kukataa kurekodi kauli zao, huku waathiriwa wawili pekee wakiruhusiwa. Amesema hali hiyo inaweza kuwanyima waathiriwa haki, huku maafisa wa polisi kuwatia hatiani kama wahalifu. Nimetembea na watu wangu mpaka kwa police station waweze kupatiwa OB na tuweze kushtaki serikali yetu iweze kutueleza kama sisi ni Wakenya ambao tunastahili kupatiwa protection ama sisi tuko nchi nyingine watupatie inji tupate rais wetu ambaye si yeye anatuumiza na kuiba mashamba yetu. Tumeenda kwa polisi kuandikisha statement, tumeanza kuelezwa sisi watu wa Gwitembe ndio wabaya kwa sababu sheria imetoka juu kutuwekelea sisi ni wabaya. Ni wapi imeandikwa hawezi patiwa OP wakati umeumizwa? Kwa sababu sisi tunatenda kwa heshima ya sheria. Watu wote hata watoto wameumizwa. Tumeambiwa watu wawili waweze kuandika OP peke yake. Na zile nyumba wamefunja ni nyingi. Mbuzi zile wamebeba ni nyingi. Vitu zile wamebeba ni vingi mpaka kuku. Askari ulikuwa ukamate muharibifu ama ulikuwa uweze kwenda kupora na kufunja maduka ambayo imefungwa? Kwa upande wake, mwakilishi maalum wa wadi katika kaunti ya Migori, Tyson Kemege, ambaye amezungumza na Ndizi TV kwa njia ya simu, amelaani tukio hilo na kuwataka maafisa wa usalama kufuata sheria wanapowasaka wahalifu. Aidha, ametoa wito kwa mamlaka huru ya kusimamia utendakazi wa polisi, IPOA, kufanya uchunguzi wa kina. Hao maskari kwanza, hiyo sheria kuja kuvamia watu na destruction of the properties of the people, sijui kama bunge kwanza imepitisha hiyo sheria. Because one, lazima bunge ipitishe. Two, government yenyewe lazima ijue kwamba uhalifu iende kwa watu specific. It should be marked kwamba Kemege kuna bunduki, waende watu wa bunduki. Hii mambo ya kuja kwa bomba za watu wanachukua nini? So the best thing ni kwamba
We want our people to identify those people. We do a documentation. We take those people to the IPOA. So that kama if any mali ya mwananchi wa Gwitembe imeharibiwa au imeibwa, the askari must be responsible. So wasitumie nguvu kukumiza watu wa Gwitembe. Viongozi hao wawili wameshutumu idara ya usalama kwa kushindwa kushughulikia kikamilifu migogoro ya mipaka ya Gwitembe, tofauti na maeneo mengine ambapo hatua ya kutangaza kafyu zimechukuliwa. This thing, it has to be seen the other is quite common watu wa Gwitembe too. It will be from the other end pia. This war has been between the Angata and the people of Gwitembe. It cannot lean on the people of Gwitembe kwamba we are the victims. The victim is both sides. Let the victim be identified, alafu hao wenyewe ndio wakuwe sieved out from the community. Kale ya sasa hivi imejitokeza kutumiza. Inalinda watu wa Ngata Baragoi, wa Masai na wa Kalenjin. Ukisikia Mkalenjin na Masai wanapigana, DAG ako huko. Lakini sisi tumepigwa, tumeborwa, tumeuliwa kwa miaka 4 na hatujaona askari yoyote mkubwa wa askari akiwa amefika hapa kutueleza kuleta suruhu hapa Gwitembe. Hata hivyo, afisa mmoja mwandamizi wa usalama katika kaunti ya Migori amedhibitisha kuwa operesheni hiyo ilifanywa baada ya washukiwa kushambulia trekta la miwa lililokuwa likielekea Transmara. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Tunataraji kwamba serikali itafanya iwezalo kuhakikisha kwamba usalama umerejeshwa katika eneo hilo la Gwitembe. Na tukielekea katika kaunti ya Kericho, hali ya zimanzi katika familia zinazoomboleza watu 5 waliofariki katika ajali ya barabarani eneo la Kedowa kwenye barabara kuu ya Nakuru Kericho siku ya Krismasi sasa zinaitaka mamlaka ya barabara kuu nchini Kenya kuchukua hatua za haraka na kuandaa muundo mpya wa kukarabati barabara hiyo ili kuzuia ajali nyingine siku zijazo katika eneo hilo linalojulikana kwa matukio ya mara kwa mara ya ajali. Wakizungumza wakati wa shughuli ya kuchangisha fedha za kugharamia mazishi ya wapendwa wao, wakazi hao pia wamependekeza kuboreshwa kwa hospitali ndogo ya Kedowa ili kuimarisha huduma za dharura hasa kutokana na ajali zinazotokea mara kwa mara. Kwa upande wao, maafisa wa serikali waliokuwepo katika hafla hiyo wameahidi kuwa kuna mpango wa kuipanua barabara hiyo kama njia ya kupunguza visa vya ajali haswa katika barabara hiyo kuu ya Nakuru Kericho. Hii ya Mau Summit kuelekea Nairobi inawekwa ile inaitwa expressway. Lakini hii kutoka Mau Summit kuelekea ipite Kericho town, ipite Kampulong, iende mpaka Kisii, mpaka mahali inaitwa Isabania kwa boda, inafanywa kitu inaitwa dually. Na tunashukuru kwa sababu ikifanywa hiyo dually, maneno ya ajali kama hii ilitokea hapa ya watu wetu kupoteza maisha haitakuwa tena. Na ningependa tunasikia clinical officers wako on strike. Tafadhalini mrudi kwa kazi, tusaidie wananchi. Tuweke maisha ya watu mbele kuliko kuweka pesa mbele. Jaribu kufanya chenye mnaweza kuweka hata mabumps. Isitoshe hiyo hospitali ambayo tuko nayo hapa, the dispensary, bado iko chini sana. Tungelipenda iwe upgraded, inuliwe. Alafu iweze kupata hiyo facilities ambayo itaweza kutusaidia kukinga ama kusuluhisha hizi shida ambazo tunaweza pata kwa hii barabara. Na tukielekea katika magharibi mwa Kenya, haswa eneo lile la Lugari ambako ibada ya mazishi yaliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo imefanyika leo katika eneo la Lumakanda, eneo bunge la Lugari, kaunti ya Kakamega. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi wakuu serikalini akiwemo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, jamaa pamoja na marafiki wa marehemu. Mazishi hayo yamefanyika huku kukiwa na sindikisho kutoka kwa baadhi ya viongozi waliotaka Jirongo azikwe kwa kuzingatia kikamilifu tamaduni zote za jamii ya Watiriki. The story is about how at the height of the post-2007 election violence, he rode on a black mamba bicycle, persuading his constituents to take in internally displaced persons.
Even when his electoral ambitions did not yield victory, he never retreated from public life. Cyrus Jirongo believed that leadership was not about winning once, but about standing up every time. It is very hard for me to imagine not seeing him driving in past the True Gates as he's coming home over our weekend or over a public day. It is very hard to imagine that I will not hear him ask for his boiled maize and black tea. It is very hard for me to imagine that I will not hear his booming voice and his loud laughter. And I want to tell you, my people, nataka munisikize, na mjua huyu ndugu yangu sana. Hali alivyoongea na mimi, you are lying to me if you tell me Jirongo drove himself to Naivasha. It is a lie. He never drove himself to Naivasha. Namjua sana. Kwa hivyo amekufa kwa hali ambayo ni tatanishi. Na wakati tunauliza maswali, we mean it. Wala wanasikia vibaya tukuuliza maswali, we will continue asking these questions until we get the answers. Wala wana shida na maswali yetu, we are telling them unless watunyamazishe hata na sisi, we will continue asking. Na tukizidi kusonga mbele, baadhi ya viongozi waliohudhuria katika mazishi yake Cyrus Jirongo akiwemo seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ameshukuru Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa msaada aliyompa Raila Odinga katika harakati zake za kisiasa. Akizungumza katika hafla ya mazishi yake Jirongo jioni ya leo, Sifuna alisisitiza kuwa ODM ni chama cha kitaifa kinachojumuisha makabila yote, si mali ya mtu binafsi, na kwamba uamuzi kuhusu mwelekeo wa uchaguzi wa mwaka 2027 utafanywa baada ya mashauriano na wanachama wote wa ODM. Aidha, kiongozi huyo amemwomba Rais William Samoei Ruto kutekeleza makubaliano yaliyotiwa sahihi kati ya serikali na Raila Amolo Odinga, akisema kuwa madai ya ODM bado hayajabadilika. Kama hakuna siku, wacha niseme bana, kama hakuna siku Mheshimiwa Uhuru chama cha ODM kimekuambia asante, leo nataka niseme kama katibu mkuu wa chama cha ODM, asante kwa kumshikilia baba Raila Amolo Odinga. Alikuwa anatuambia kila siku, wewe ni baadhi ya rafiki zake wachache ambao walikuwa wa kweli. Kwa sababu tuliwamulika wanajaribu kunadi chama cha ODM kwa Ruto, wanakuja wanatuambia sasa ati pia sisi tunataka kukuuzia chama. Mimi mmeniona wapi na Uhuru tukidance kwa podium vile watu wanadance na Ruto kila siku? Tunakutana na wewe saa ngapi kuzungumza haya maneno? Na mimi nataka niseme ODM ni chama cha makabila yote. Hata Waluya wako ndani ya ODM, Wamijikenda wako ndani ya ODM, Wasomali wako ndani ya ODM. Hiyo si chama ya mtu binafsi. Na kwa sababu ni chama cha kitaifa, uamuzi wowote ambao utatolewa lazima utolewe baada ya mazungumzo na kila mtu ambaye anajiita mwana ODM. Wengine wanadanganya Oburu. Nilikuwa na yeye hapa nikamwambia, the thing that used to make Raila a great leader, he used to consult everyone. Hata wale watu ambao walikuwa wamedharauliwa. Unaona mama hapa anajivuruta, unafikiria ajui Raila, kumbe yako na namba yake. Anapiga simu direct. Mimi nataka niseme uamuzi wa jinsi ambavyo chama kitaenda 2027 hautafanywa na hawa viongozi hapa juu. Itisheni mkutano wa National Delegates Convention, wacha wana ODM wakuje waseme wanaenda kwa Ruto, ama tusimamishe hata huyu Sifuna. Kwani na sisi tunataka kusema 2027 hii jamii ya Mulembe, hii jamii ya Mulembe tunataka kukua kwa debe ya urais. Na kwa sababu nyinyi mmesema mnangoja 2032, sisi ambao tuko na mayuba kidogo, tukiamua 2027 tunataka kuingia, tafadhali mtuunge mkono. Nataka mtuungeko sisi wenye tunataka 2027, 2032 ikifika ndakuunga wewe. Wacha nione wa 27 ndio hawa. Nyinyi mtatafuta wa 32. Jambo la mwisho, chama cha ODM hakimdai kitu chochote isipokuwa
kutekeleza mkataba ambao alitia sahihi yeye na Raila Amolo Odinga. Kuna watu hawajui hiyo mkataba haikusainiwa na Sifuna ama Ososi, iko na signature ya baba Raila Amolo Odinga. Ukisikia mtu mwingine anakuja na kuambia kuna kitu kingine ODM wanataka, ati sijui mkae kwa meza. Mnakaa kwa meza kuongea na watu mkataba ingine na ile walisaini na baba bado hawajatekeleza. Mheshimiwa Musalia, ambia rais kuna mabroka huko nje wanakuja kumwambia ati kuna kitu tunamdai. Hatumdai chochote. Na tukizidi kusonga mbele, tukisalia katika eneo hilo la Lumakanda pale Kakamega County, ni kwamba katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi hapa nchini Kenya, Kotu Francis Atwoli, alihudhuria mazishi ya Cyrus Jirongo huko Rugari. Akiwa katika hafla hiyo, Atwoli alitaka haki na ukweli kuhusu kifo cha Jirongo pamoja na vifo vya baadhi ya viongozi kutoka magharibi mwa Kenya. Aidha, alisisitiza kuwa hawatanyamaza hadi pale ukweli kamili kuhusu kifo cha Jirongo utakapo bainika. Ndio nilikuwa na Cyrus karibu, na Cyrus akakuja kwangu na Haniri, na wakati lawyer alisema tu Cyrus alikuwa nikienda kwa Mrathe napata Cyrus huko, and we continue to be friends na Cyrus for 33 years. Shanzi sana. Na mimi nataka kuambia young politicians, indeed, mambo ya vifo associated to politics in Kenya vimesumbua mpaka Shikuku ndugu yangu akaenda kwa kaburi. Havijaanza sasa. Tunataka muanze kwa kiini ya hii. Hata nilisikia mheshimiwa Mali akisema tulikuwa na inquest ya Ngala. Ngala died 1972. That inquest was not accepted. Unaweza kwenda kwa files uone. Vivyo tumekuwa nazo. Tumepoteza watu wengi mpaka the last person. Nyinyi mnajua huko Nairobi captain tulipoteza yeye, tukapoteza Masinde. I will be very brief. Ngoja nimalize. Tumepoteza watu wengi until recently. Musandu died. Alizaliwa na mama na baba. Nobody made any move ya kusema tuwe na inquest. Dio Ruko Dio Makasembo was the first one in 1965. 69 January Arguins Kodhek. 69 July Tom Mboya. 72 Ronald Ngala. 72 pia February JM Karaoke. This thing must come to an end. And it is not only a question. Sisi tutasidi kuuliza mambo ya Cyrus. Tutauliza. Pana usiseme hakuna Hanza. Hatutapata Hanza. Hatujapata Hanza. Mnasikia? Kwa hivyo nataka young politicians don't politicize. Tuache hii maneno ikikwisha, nendeni kwa bunge, mukae wakina Senator Osoti, muangalie kwa kiini, tuwe na historical so that we can stop this type of deaths once and for all. Pana sasa tuanze kusema hozi na hii na hii. Mimi nimeona, mimi nimekaa hapa, nimeserve President Kenyatta baba ya huyu Uhuru. Nimeserve President Moi baba ya Gideon, who is my chairman of KANU ambaye anatoka hapa. Nimeserve Mwai Kibaki. Nimeserve huyu Uhuru. I am serving Ruto. I have history of this country. Musio vitu inafanyika tunaficha. Lazima tufuate mambo ya Cyrus to the final conclusion. Na pia wabunge young parliamentarians go to history to stop hii. Tuanze huko tujue vile vinara. Imagine Masinda alipigiwa kura kama ameenda Mugabe. These were lawyers. Shanzi sana.
Na tukisalia katika eneo hilo la Kakamega, bado baadhi ya viongozi waliozungumza pale akiwemo Fred Gumu ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mazishi ya Cyrus Jirongo ametupilia mbali madai yaliyotolewa katika ripoti kuhusu kifo cha Jirongo, akitaja kuwa wataendelea kushinikisha kubainishwa kwa ukweli kamili kuhusu kilichotokea. Aidha amesema kuwa tamaduni zote zilizingatiwa kikamilifu katika mazishi ya Cyrus Jirongo ikiwemo desturi ya kuzikwa kwa kutumia tochi. Mimi ndio nilikuwa chairman wa hii committee. Nimekaa hapa, nimesikia mambo yote ambayo mlisikia Mheshimiwa Khaneri akiongea. Ni mambo ambayo ni ya haki kabisa. Na watu wengi hata kule Nairobi walikuwa wanafikiri sisi mimi nikiwa kama chairman ni lazima pia tuulize haya maneno. Na mnajua tukiwa Waluhya, ukiwa mwenyekiti kama mimi, watu wakiona kama hujasema vile wanataka, wanasema Gumo tena mambo gani bwana? Gumo amekuaje? People want to know the truth. Wanataka kujua ukweli. Na ukweli ni rahisi. Kwa wale ambao wanakunywa pombe kidogo ama uji vile Mzee Uhuru anasema, wanasema gari inajua nyumbani. Walevi wengi akiingia kwa gari yake inampeleka na hajui ataamuka kitandani yake. Haiwezi kupotea. Na Jirongo amekuwa akikaa nje late. Hajapotea hata siku moja tangu azaliwe. Mbona siku hiyo peke yake ndiye alipotea? Kama ingekuwa kugongana na gari ingine, Nairobi ndio kuna magari. Apite magari ya Nairobi ya hepe yote, aende agongane na gari Naivasha. Hiyo maneno ni uongo mtupu. Lingine. Unasema maneno ya tochi. Nasikia mambo imefanyika kule Naivasha ya ajabu. Sijui kama mmesikia. Ile basi ambayo wanawekelea atiligonga Jirongo iko kwa police station kule Naivasha. Basi iliwaka yenyewe. Basi ngoja niwaambie, basi ikawaka mataa ndani ya police station, hata maaskari wakatoroka. Nikasema kumbe watriki ile tochi wanasema imeanza kufanya kazi. Tochi ya wazee watriki imeanza kufanya kazi. Kwa hivyo msije mkawa na wasiwasi. Hawa watu watakwisha wenyewe tu polepole. Jambo la mwisho ambalo nataka kusema, tafadhalini. Mimi nimekuwa mwanasiasa na watu wengi sana wamesifu hapa Jirongo. Na watu wengi wamekuja hapa kwa ajili ya Jirongo. Jirongo amesaidia watu wengi. Jirongo alisaidia watu wengi sana katika Kenya. Hata katika siasa. Mimi nauliza wanasiasa wetu, hasa kutoka Western, hata nyinyi tafadhalini msaidie watu wetu. Watu wanaumia. Vijana siku hizi huwezi kuingia kwa ofisi yoyote kama una mtu wako. Hawa vijana wanataka kusaidiwa. Tafadhalini, ukiwa umepewa kazi, saidia watu waendelee mbele. Asanteni sana. Asante sana kiongozi chairman.
Basi tunapozidi kusonga mbele, zimekatika dakika 30 baada ya saa 1 jioni. Hapo ndipo nakoma kidogo nikameze kopo la maji. Nikirejea tutakuwa tunaendelea na taarifa zetu za Ndisi saa 1, hasa kutoka kaunti ya Nyamira, ambako mwakilishi wa kina mama Jerusha Momanyi amewatakia Wakenya wote mwaka mpya mwenye mafanikio. Nikirejea tutakuwa nikiendelea zaidi. Usiende mbali, tunarudi hivi punde. On behalf of Camel Park Training College Fraternity, I'd like to wish you a Merry Christmas and a prosperous Happy New Year 2026. Yes, note that our January 2026 intake is on and you can apply through our website, that is www.camelparkcollege.co.ke. Karibu Camel Park Training College. Naam, karibu tena tunapozidi kusonga mbele katika taarifa zetu za Ndisi saa 1. Tukielekea katika kaunti ya Nyamira ni kwamba mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi amewatakia wakazi wa Nyamira pamoja na Wakenya wote kwa ujumla mwaka mpya wa 2026 uliojaa mafanikio tele. Aidha, amewahimiza madereva kuwa waangalifu zaidi katika msimu huu wa sherehe za kumaliza na kuukaribisha mwaka mpya, akiwataka kuzingatia usalama wa abiria na watumiaji wengine wa barabara. Jerusha Momanyi aliyasema hayo alipokuwa akizungumza katika eneo la Bonyunyu, eneo bunge la Kitutu Masaba, kaunti ya Nyamira. Wakenya wote mahali mko, mimi kama mmoja wa wale ambao wamechaguliwa kufanyia watu wetu kazi katika Kenya, tunajua Mungu ametulinda sisi sote na tumefika hapa. Kutoka kwetu hapa Nyamira, ninataka kuongea na nyinyi, tuseme kwa Mungu asanti kwa sababu ametulinda mwaka umefika hapa. Tuko na one day kufuka tuende 2026. Ninataka kuwaombea mazuri. Ninatuma heri njema kwa kila Mkenya, hasa kwa watu wangu wa Nyamira. Nataka kutuma heri njema na kuwaambia asanti sana kwa sababu najua mnanipenda. Ninajua hata mimi ninawapenda. Tuendelee kupendana, tushikane mkono, tupende hata na wale wenzetu. Ndiposa tukiingia mwaka wa 2026, Mungu atujalie tuendelee kufanyiana maneno mazuri katika communities zetu. Na tunajua ya kwamba Mungu ametuweka hapa, tuko na jukumu. Mahali popote wewe uko, ujue ya kwamba Mungu alisema lazima ufanye kazi ndio upate kitu cha kukula. So ninataka kuwahimiza mkuwe na bidii, mfanye kazi, na mkiona kuna wengine ambao ni wasembe, waambie waende kufanya kazi. Hata tukitaka kujenga Kenya yetu, lazima watu wafanye nini? Kazi. Kazi ndio utatufanya. Mnasikia kila wakati president wetu anasema tunaenda kuwa kama Singapore. Hatuwezi kuwa kama Singapore kama hatuwezi fanya kazi. Bidii ya watu ndio inawaleta mpaka mahali ambapo wanataka kuwa. Kwa hivyo ninawahimiza mfanye kazi. I want to wish you well
Happy New Year everybody. As you start, Mungu aendelee kuwalinda na tufuke mwaka kwa usalama. Asante. Siwezi sahau kuongelea juu ya hii msimu ambao tuko nayo, ambayo ilikuwa ni msimu wa likizo. Watu walikuwa wamesafiri kwenda mbalimbali, wengine wakaenda towns kwenda kupumzika kidogo, wengine wakaenda nyumbani kuona wazazi, wengine wakaenda kuona relatives wao, na tunajua wakati wako likizo huwa wanasafiri sana. Tumeshuhudia hivi majuzi, tumeshuhudia ajali ambazo zimekuwa mbaya sana, hasa hapa kwetu Nyamira. Watu wamekufa, hata kuna wengine ambao bado hawajashikwa. Kwa hivyo nataka niongee na drivers wetu ambao wako katika mabarabara na wategemea. Kwa hivyo hao watu tunataka waendelee kuwa hai, waendelee kuishi, ndipoza waendelee kufanya zile kazi ambazo hata Mungu amewapatia. Ninataka kuongea kusema ya kwamba next week tunajua watoto watasafiri kwenda mashule, hata wale ambao wanafanya. Na kwingineko, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amemkosoa vikali aliyekuwa jaji mkuu David Kenani Maraga kwa kupinga pendekezo lake la kuandaliwa kwa kura ya maoni sambamba na uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza mjini Eldoret, Mudavadi alisisitiza kuwa katiba inapaswa kufanyiwa marekebisho kabla ya uchaguzi huu kupitia kura ya maamuzi. Aidha, Mudavadi alimtuhumu Maraga kwa kukosa uaminifu katika kupinga mchakato wa marekebisho ya katiba, akitaja kuwa aliyekuwa jaji mkuu amekuwa akipinga kura ya maamuzi iliyopendekezwa kurekebisha mapungufu ya kikatiba. Kauli ya Mudavadi iliunga mkono na naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Ayubu Savula. Remember the judgment of Maraga? Yeah, why don't you refer him to his own judgment when he wrote a letter to the president by then to dissolve parliament because parliament had failed to institute the gender rule. Secondly, he wrote a letter to the president, in the same letter, President Uhuru at that time, telling President Uhuru to dissolve parliament also because parliament was disobeying the orders on CDF. Yeah, so remind him that. The issue of former Chief Justice saying that Musalia is holding an illegal office. Musalia was vetted by Parliament as Prime Cabinet Secretary. Parliament vetted him before he was appointed and before he was thrown in the office. If Maraga had any issue to do with the office of Prime Cabinet Secretary, he should have gone to court to stop at that particular time. But it has been overtaken by event. Musalia is serving because he was... Na tukifika tamati ni kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amehitumu serikali ya sasa kwa kuweka tamaa mbele ya maslahi ya wananchi, akisema kwamba Wakenya wanatozwa ushuru kupita kiasi wanalipwa mishahara duni, huku sekta ya afya na elimu zikiwa katika hali ya kusikitisha. Aidha, amedai kuwa kuna njama za kuwadanganya wananchi ili kuongeza muda wa uongozi wa urais. Kalonzo akizungumza na wanahabari mchini Michigan mchana wa leo, amesema upinzani uliungana, si tu upinzani bali ni serikali inayosubiri kuchukua hatamu yenye lengo la kulinda katiba na haki za Wakenya. Amedhibitisha kuwa atawania urais mwaka 2027 huku mgombea wa upinzani akitarajiwa kutangazwa katika robo ya kwanza ya mwaka 2026. Healthcare has collapsed into a nightmare. SHA shift forced on Kenyans has become the most consequential threat to our well-being. Hospitals are understaffed and under-equipped. Mothers give birth in fear. Doctors go unpaid and hospitals run out of essential drugs. I am running for President of the Republic of Kenya. That's an obvious fact. Because I was given a direct mandate on October 10, 2025 by the National Delegates Congress of the now revamped, re-energized Wiper Patriotic Front. This is a front to liberate Kenya. I've walked this journey with you, and I've stood for justice when it was under attack by the very people
was supposed to be his first line of defense. I have defended the Constitution when others sought to undermine it, and have defended Kenyans in our courts of law when they have been abducted and tortured. The united opposition is not just a coalition. It is your government in waiting. We are united not by personal ambition, but by shared values: respect for our Constitution, economic justice, integrity in public office, and the protection of fundamental rights. And I make this commitment to you: by the first quarter of 2026, the name of our presidential candidate will be made known to Kenyans. I think it's only fair that we work in that direction. The Singapore allusion is an example. Ruto speaks of turning Kenya into Singapore. But what we see is #Singapore, a nation drowning in debt, overtaxed citizens, collapsed industries, and fleeing investors. Let us be clear: Singapore was built on discipline, on merit, and strategic investment. In 3 years, Kenya under Ruto is being drowned in Rutopreneurship, where public office is a family business, where contracts go to cronies, and where corruption is policy. Let us be even clearer. You cannot hope or pretend to build Singapore on the foundation of theft, incompetence, and nepotism. And now they want to add a constitutional referendum to the August 2027 elections. Can you imagine, Kenyans? Already the weight of 6 ballots from an MCA to an MP to a senator to a county women rep to a governor to a senator, did I say senator, to the president, 6 ballots, and you want to add other ballots to make it 10? Where in the world has that happened? This is so that they can manipulate the process and attempt to extend their grip on power through backdoor constitutional changes. There is no constitutional crisis in our country. Nothing can stop this election based on boundaries review. Naam, dakika 42 baada ya saa 1 jioni hii ya leo, ikiwa kwamba ni tarehe 30 Disemba mwaka 2025. Nilikueleza awali kwamba ni Jumanne ya mwisho ya mwaka huu 2025. Basi kufika hapo ndipo tunatamatisha taarifa zetu za Ndisi saa 1 vile ambavyo ziliandaliwa kutoka pale katika chumba chetu cha habari, na wale wote ambao wamehusika katika taarifa hizi kuziandaa na kuhakikisha kwamba kila kitu kipo sawa, na tunasema ni asante sana na kuwashukuru mwelekezi wangu Alex Mungare wakishirikiana na yule ambaye anahakikisha kwamba maandishi yote na picha zote si safi, ambaye ni Lucas Ouma, na mwenzangu Jacinta Nyabeta. Tunapoendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba tunakuletea taarifa ipasavyo na vile vile jinsi ambavyo zimetokea. Ikiwa kwamba ndipo tumeonana mara ya mwisho, mpenzi mtazamaji, mwaka wa 2025, tena tutakapoonana hewani itakuwa ni mwaka 2026. Na kutakia kila la heri unaposherehekea msimu huu ama sherehe za kufuka mwaka. Uwe mwangalifu zaidi, na tukumbuke kwamba Januari yaja, ndio hiyo siku moja imebaki tu tufike Januari. Kuna mengi ambayo yanatungoja kila wakati. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuebushie mabaya, atubariki, na kila wakati tuseme asante. Langu jina Jeff Nyakundi. Kwaheri kwa sasa, tuonane panapo majaliwa.